Gicunjĩ-inĩ gĩkĩ gĩa kerĩ tũrĩ o gũkũ mwena wa Kukukea tũkĩendelea kwaria maingĩ megiĩ ũrĩithia wa ngũkũ, na haha Vero niho ngwĩciria gũtũtarĩria ndiui kana baada ya wale wakulima ambao huweza kununua vifaranga kutoka hapa, nyinyi huweza kuwafuatilia, mnaachilia kwamba wale vifaranga wako sawa, wanaendelea kukua sawa, na pia chakula wanapewa vilivyo. Sijui ama mnaweza kufanya ile tunaita after sales service ama before sale service. We offer both, Huwa tunapatia before services because we train you before we give you cuckoos and follow up. Kuna wakati huwa like every Tuesday inakuanga ni wakati wetu kupigia wakulima wetu simu. Tunamuuliza kama zile kuku ulichukua kwetu zinaendelea aje, ziko na tatizo lolote, unahitaji usaidizi wetu. So huwa tuna engage na farmers wetu one on one, kwa sababu farmers wetu bado ndio students wetu na ndio employers wetu. Baada ya siku 21, hebu tueleze hawa vifaranga wanafaa kushughulikiwa namna gani? Kama kuku ya kifaranga yetu ikitoka siku moja, kuna ile shindano inaitwa Marek. Huwa tunadunga hapa kwa shingo siku ya kwanza. Alafu tunachukua tunaweka kwa bruda yetu. Kwa bruda yetu tunawapatia maji na glucose na chick start ya kuwapatia nguvu, lakini hatuwapatii chakula. Tukishawapatia maji na hiyo glucose tunawatoa. Kuna wale wakulima wetu huwa wanataka hiyo kuku ikiwa siku moja kabla haijakula, kwa sababu kuku yenye imekula haiwezi enda kwa safari ndefu. So tunawapatianga Marek, tunaweka kwa bruda yetu, wanakunywa maji na glucose, tunawapackage vizuri, ndio tunapelekea wakulima wetu. Hii dawa ambayo tunasema ni ya Marek, ni kazi yake ni ipi haswa? Hiyo shindano ni ya prevent kuku zetu wasipate infections mingi sana. Kuna hiyo infection inaitwa Marek disease yenye kuku ina twist shingo ikifikisha 2 months. So usipopatia kuku yako shindano ya Marek mapema, unapata kuku at 2 months inapata tu inakufa. Ni juu haikudungwa from day one. Kwa wale vijana wote ambao wanaendelea kutazama Mugambo wa Murimi, najua wengi utaka kujua naweza anza biashara ipi ambao inahitaji capital inatoshana namna gani? Tunakufunza vile wewe unaweza anza kuanza biashara yako hata kama ni kuku 50 zenye ni ile capital wewe unapata at your comfort. Haujaenda kuomba loan, haujaenda kuomba mtu. Utafute tu hiyo 5000, uanze tu na kifaranga 50, ulee hiyo kifaranga. Utuletee kwa duka yetu tukuhachie kama mayai na inakugroisha. So the youth of Kenya, makazi ziko na to create employment for ourselves. Kwa sababu saa hii tusipo create employment for ourselves, wale watoto wetu wataenda kutafuta job wapi? Ikifika ni kuuza vifaranga wenu, hebu tueleze tunauza kwa bei gani? Basically sisi huwa hatuuzi mayai ya kuhatch. Lakini huwa tuna encourage farmers wenye hawana incubators walete mayai kwa duka letu tuwaachie at 25 bob. Okay. Na sisi tutawapatia kuku, tunakupatia kuku, unaenda unalea, inaanza kutoa mayai, unatuletea hiyo mayai, ndio tunakutolea kifaranga yako. Baada ya kuuza vifaranga wako na wale kuku washaanza kutaga baada ya miezi 4, unakuwa na ile shida ambao ya wakulima kukuambia kwamba nitauza mayai wangu wapi, na pia wakati wamekwambia vile, wewe mnawasaidia vipi kama Kukukea? Huwa tunakuwa na contract na farmers wetu. Kama tuseme umenunua kifaranga kwetu na kuku yako imeanza kutaga mayai na huna mahali pa kuleta hiyo mayai yako, unaleta kwa hiyo duka yetu moja, tuna showcase mayai yako na wakulima wetu wananunua. Wakati tunafanya trainings zetu za wakulima wetu, huwa tuna train on feed formulation. Tunawaambia kuanzia kuku akiwa mdogo mpaka afike miezi 4 anafaa kula chakula gani, na wewe mwenyewe kama mkulima unaweza tengeneza chakula aje ukiwa pale nyumbani na whatever you have. Kwa sababu the cost of feeds in Kenya is very expensive, ndio sababu tumeimprovise. Tunaambia wakulima wetu unaweza tumia mahindi, unaweza tumia soya, unaweza tumia nini. So tunawapa hiyo mafunzo yote before tuwapatie kifaranga. Hebu tueleze demand ya vifaranga iko namna gani katika eneo la Kiambu na haswa Kenya yetu, tutaweza kutosheleza demand ya kuku vifaranga ndani ya as a country? Demand ya kuku ni kubwa sana. Hakuna siku utasema utatosheleza demand ya kifaranga, kwa sababu ukiangalia nchi yetu our population is growing. And you know people are going away from kukula nyama red meat. Watu wanakula nyama white. Na kuku ni one of the white meats in Kenya. So demand ya kuku iko juu sana. Ni wapi na wapi tunaweza sema kwamba mkulima anaweza enda akapata vifaranga wenu? Tuseme kama Kisumu, Meru, wapi the correction points ambazo nyinyi mko nazo? Kifaranga zetu huwa tuko na agents all over the country. Tuko Kisumu, tuko Machakos, tuko Makueni na tuko Embu na Maua.
Kwa wale wakulima ambao wangependa kuzungumza na wewe na pia wangependa kununua vifaranga ama watake kusoma, watakupata namna gani? Namba yako ya simu ni ipi? Nambari yetu ya simu ni 0725 660857. Na unaweza kutuangalia pia kwa Facebook page yetu inaitwa Kuku Care Kenya. Nyinyi kama Kuku Care, hebu tuambie ni mashida yapi ambao mmeweza kuwa mkipitia? Wakati wa COVID kazi yetu imeenda juu sana kwa sababu kuna kampuni zilifunga kazi na hawa watu wote walikuja nyumbani. So hawa watu walikuja nyumbani wote, lazima sisi wakulima ndio tulikuwa tunapokea hawa wafanyakazi. Tuwaonyeshe mkiwa huku nyumbani nini mnaweza fanya. So tulikuwa na kazi mingi sana because serikali tupatia responsibility ya kuonyesha hawa watu mkikuja nyumbani hii ndio kitu unafanya. So tulikuwa tuna trainings like 24 hours. Sababu watu walikuwa na flock, watoto wako nyumbani, university students wako nyumbani, wazazi wako nyumbani na hawezi kaa nyumbani bila kufanya kitu. Kwa hivyo sisi ndio tulikuwa tunawaonyesha ni nini mnaweza fanya mkiwa nyumbani. Ihinda-inĩ rĩrĩ rĩa COVID-19 ngwĩciria nĩ twerwo wega atĩ andũ thutha wa mawĩra gũkorwo mahingĩtwo, andũ ta Veronica merutĩire atĩrĩrĩ megũtigĩrĩra nĩ mamathomithia mohĩga na matuĩka arĩmi ao. Magũgakora atĩ mũndũ ũrarĩ wakiri nĩ oka nĩ ahota gũkorwo akĩrĩma, wakora mũndũ ũrathakaga mũbira nĩ anjĩria gũkorwo akĩrĩma thĩinĩ wa maũndũ maingĩ marĩa Vero arakorwo akĩbundithania. Na to ũguo nĩ arauga atĩ youth mangĩkorwo magĩteithĩrĩrio na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire nĩ local government nĩ arĩa me thĩinĩ wa county government no makorwo makĩiyũkia ũndũ ũyũ na metikĩre gũkorwo makĩrĩma. Hau nĩho tũkwamba gũikĩria no tũgĩcokereria rĩ hihi nĩ ngwenda kwaranĩria na mũrĩmi ahote gũtwĩra atĩ thutha wa kũgũra ngũkũ gũkũ rĩ ndeto ĩkoretwo ĩhana atĩa. Ndũkahutie mũtambo ũcio, nĩ tũracoka thutha wa kahinda gatarĩ coka.